Hebu tafakari vizuri familia yako inavyokutegemea. Inafika sehemu na kuja kunikopa mimi hadi shilingi 10,000 nikasaidia familia yako. Igo. Sasa uko unafika mbali. Basi sawa, nitaenda. Ndiyo nitaenda. Lakini sio kishingo upande, lakini haya ni maisha yetu. Vipi jamani? Safi kiongozi. Haya ni maisha yetu. Nitaenda. Nihakikishie kwamba utafanya vizuri Nitafanya. Na nikikuta kama kweli kuna pesa, nitakujulisha. Mina, tumetoboa. Bwana misha yenyewe bado naanza kutoboa sasa hivi. Tumetoboa. Haina noma sasa. Sawa. Dunia ni maripo, ahera kuhesabiwa, yanakuja maripo, ulotenda utalipia. Sawa Donka. Mimi nipo ndani. Dunia ni maripo, ahera kuhesabiwa, yanakuja maripo, ulotenda utalipia. Igo. Naam. Unakumbuka uliponiagiza? Leo mimi sijakuagiza sehemu yoyote ile mimi. Acha masiara basi. Namaanisha lakini. Wewe niambia niende wapi nikaangalie pesa? Mina, imekwaje? Ulienda? Nilienda. Nahitaji kupata taarifa. Naomba usikize kwa makini. Ndio. Nimeenda mpaka kwenye kile chumba. Nilipofungua lile begi, nimekuta pesa. Unajua pesa? Yaani begi limejaa pesa. Okay, sawa. Vipi kuhusu yule mtu ambaye uliniambia kwa utamleta? Yaani kiongozi Donka, swala hilo niachie mimi. Na nipende kukupatia taarifa moja tu. Muda wowote, wakati wowote, huyo kijana atakuwa hapa. Yaani hilo niachie kabisa. Okay. Jambo jema. Samahani kidogo. Huyu jamaa
Mbona kama mjanja sana huyu? Ana nia kuniingiza mjini kweli huyu? Natakiwa niwe makini hapa. Bivasi. Naam. Naomba unisikilize kwa makini ndugu yangu. Ndio. Hii karata ambayo tunaenda kuicheza ni karata ya mwisho. Ndio. Mimi nimekwisha kuzungumza naye kila kitu huyu jamaa. Na amenielewa. Sijui umenielewa? Sawa, kuelewa. Na swala kuhusu pesa, nimefanya upelelezi. Huyu jamaa ana pesa nyingi sana kwenye big lake. Kaka, nimekwambia tucheze hii karata kama karata ya mwisho. Ndio kaka. Usije ukaharibu. Haina shida ndugu yangu. Yaani brother, usije ukaharibu, tutazinguana. Haina shida, nitajitahidi nifanye vizuri tusipate hizo pesa. Haina noma sasa. Wewe fanya uje kwenye hoteli ambayo nimekuelekeza kwenye SMS. Yupo lakini? Yupo. Sawa, nakuja sasa hivi. Haya ndugu yangu. Haya. Samahani Mina. Unawaza nini kuhusu zile pesa? Igo. Kiukweli mimi sikutegemea kwamba yule jamaa anaweza kuwa na pesa nyingi kiasi hiki. Mpaka sasa hivi bado nashangaa. Na nashindwa kuamini. Maana kwa muonekano wake jinsi alivyokuwa na alivyoonekana nilivyompokea hapa, ni ngumu sana kuamini kama ana pesa kama zile. Mina, hebu usimjaji mtu kwa muonekano. Kuvaa vizuri, kupendeza, sio kwamba ndo kigezo cha kwamba una pesa nyingi. Nadhani umejionea kwa yule jamaa, ni mtu wa kawaida kabisa. Lakini kwa pesa alizokuwa nazo mle, ni pesa nyingi sana, ambazo zinaenda kutubadilishia maisha kila kitu. Halo. Nikukuta hapo nje nikupeleke yule jamaa. Haya. Naweza zungumza kwa wakati mwingine. Acha nijifanye mjinga kwa sasa. Lakini lazima nifanye kitu kuhusu zile pesa. Hakuna mwingine wa kuzimiliki. Nitafanya kitu mpaka nizimiliki. Duniani maripo, ahera kuhesabiwa. Yanakuja maripo, ulotenda utalipia. Kiongozi. Ambie. Safi, nakwaje? Kwema kabisa. Safi ndugu yangu. Kwenye lile swali lako ambalo ulikuwa umeniambia kuhusu kijana ambaye anafahamiana na mambo ya garage haya, na ni huyu kijana hapa. Okay. Anafaa Bwana Bivansi. Kwema. Kwema. Okay. Kwani mnafahamiana? Tunafahamiana. Oh, mnafahamiana kumbe? Yeah. Jambo nzuri sasa. Nadhani hapa sasa mtakuwa vizuri na mtazungumza mambo yenu vizuri sana. Nisiwapotezee muda kidogo, na shughuli kwa naifanya. Mimi niwaache bado. Shukrani sana kwa pamoja. Oh, Bivasi. Wasiliana nani? Haina shida. Sawa. Ambie bwana. Safi. Zitoka mjuzi. Fresh. Mina. Fanya hivyo basi nilivyokuelekeza. Tupo bwana Bivansi. Nashukuru. Nashukuru sana.
Hatimaye tumekutana tena kwa mara nyingine bwana Bivans. Bwana, mimi nilikuwa na issue moja ambayo nahitaji kuifanya. Nahitaji nifanye biashara, nifungue duka la spare. Nilikuwa nahitaji nipate mtu ambaye anaweza akanipa connection kwenye garage kubwa kubwa, unaona? Ili mradi nikifungua hata biashara yangu iwe rahisi kupata wateja. Oh. Kwanza nikupongeze brother. Inaonekana wewe ni mtu makini sana. Kozo na idea kubwa na idea yako itakufikisha mbali. Lakini kitu nilichopenda kwako ni kitu kimoja tu. Yaani wanasema kwamba kabla hujaanza kufanya biashara inabidi ufanye research kwanza. Kwa hiyo umeanza na utafiti ambacho ni kitu kizuri. Sasa nikwambie, mimi huwa ni mwenyeji sana kwenye mazingira. Kwa hiyo ninafahamu gereji kubwa na gereji ndogo ndogo. Lakini mimi nitakuunganisha kwenye gereji kubwa. Kwa hiyo nitakuunganisha nao. Na pale utakapokutana nao mkazungumza vizuri, tayari pia wanaweza kukufanya wewe kwa wakala wao wa kuwaletea bidhaa. Na pia wanaweza wakakushauri ni bidhaa gani kwa sasa inaenda sokoni. Brother, mimi naendelea kukupongeza sana kwa idea yako. Lakini sasa naomba nikafanye uchunguzi ili pale nitakapokuja nije na habari kamili. Okay, sawa bwana Bivans, mimi nimekuelewa. Nakutegemea sana. Sawa, kwa sababu namba yako ninayo, tutazidi kuwasiliana. Sawa Bivans. Tuko pamoja. Sawa. Sawa. Alisema mama, niepuke tamaa, dunia yangu inazama, naiona kalma. Watu wamepoteza utu, wamepoteza binadamu, hawajali thamani ya utu, hawana binadamu. Kwa tamaa ya fedha wanaweza kumwaga damu, watakupoteza.